Ni bora tulivyokutana hapa. Jibu langu anasemaje yule mwanamke? Maana kile kidemu mimi nimekielewa sana na siwezi nikaacha kukipenda. Kwa sababu katika moyo wangu ndugu yangu kimezunguka 100% na no below. So mimi nakielewa sana, isipokuwa tu kina mambo tu ya zalau na nini, lakini kiukweli ndugu yangu nikwambie kitu, pale nimekufa nimeoza, au sio? Ndio maana hata kwenda kukiloga mimi nakionea huruma, ila anachotaka mimi kinikubalie tu kama King Maswaga, kiniweke wazi kwamba nakupenda pia, ili kusudi nikigaramie nikihamishe pale kwao nikipeleke Mwanza, kwa sababu mimi nimetoka Mwanza mpaka Mbeya mjini kwa sababu ya kinyewe. Sasa chenye kinavyoleta mambo ya ajabu kinakuwa kinaniletea mimi habari ambazo sio, au sio? Sasa nilikuwa nataka uniambie kinyi jibu la mwisho kinasemaje, kwa sababu mimi nimekielewa sana, la sivyo saa hizi nitaenda mwenyewe, ila niambie tu jibu la mwisho kina kwa macho yangu yote mawili kimenijibu pale. Kimesemaje? Kimesema hivi, chenye msimamo wake ni ule ule ndugu yangu, hakiwezi kikakuelewa kwa sababu wewe eti ndugu yangu unajua nini? Eti kwa sababu wewe hauelewi Kiswahili, kwa sababu kinyi kimesema hakikutaki, lakini wewe bado umekomaa, unalazimisha maji yapande mlima, wakati ni jambo ambalo haliwezekani katika karne ya sasa. Ile chenye kimesema hakiwezi kuwa na wewe, ndio msimamo wako ule ule. Halafu sasa kikao kinasemaje? Kinasema ukisaidia hata 200,000 tu kile kidemu kikafanya matumizi ya nyumbani kwao, ukipe hata 200,000 tu kikafanya matumizi ya nguo na nini, ila sasa kuwa na wewe inakuwa shughuli pevu, ila tu ukisaidia hiyo hela, alafu kitakurudishia baada ya kinye kucheza kikoba, kitakurudishia. Kina shida 200,000 kwanza, au sio? Ukisaidia hiyo 200,000 alafu itakuwa unyama, kwa sababu kimesema hivi kina shida. Sasa sijajua. Asante sana ndugu yangu, asante sana. Sasa kwa hiyo 200,000 ndugu yangu, mbona kama anataka kwenda kufungua mtaji? Mbona kama anataka kunifirizi? Mapenzi ya kweli sio pesa, au sio? Kiambie hicho kidemu, mapenzi ya kweli sio pesa. Sasa hapo anakuwa anataka kwenda kunifirizi kwa sababu nimetoka Mwanza kwa mguu mpaka Mbeya mjini. Alafu hiyo 200,000 mimi nitaitolea wapi? Anafikiri pesa zinaokotwa ndugu yangu. Pesa zinatafutwa. Sasa mwambie hivi, kuhusiana na habari ya 200,000 mimi sifanyi TRA. Sisi tunaelewana? Mimi ni mpambanaji, natafuta tu hivi hivi. Ila mimi nimeshasema kwamba mimi namuelewa. Sasa hiyo 200,000 aise, ila wewe kamwambiaje? Kamwambie aje achukulie geto. Atanikuta geto pale nyumbani kwangu. Kamwambia amesema hivi hiyo 200,000 uende ukachukulie geto. So nitume mimi, mwambie aje mwenyewe. Mwambie aje mwenyewe. Atanikuta geto. Mimi naenda. Ni vizuri jamaa yangu. Kale kadem mimi nitaenda kukaambia kaje kachukulie geto hiyo hela, au sio? Tutaonana kesho hiyo. Sawa, mpeleka ujumbe. Umepeleka ujumbe na umeamua kuja kuingia saizi mpaka chumbani. Ulivyoona sijibu hodi, wewe umetoka moja kwa moja mpaka chumbani. Yaani yote hiyo ulete ujumbe, upewe ujumbe, si ndio? Sasa kamwambie hivi, mimi msimamo wangu uko pale pale. Hata kama siku ile nilikuwa nalia, lakini mimi siwezi nikakubali kuhusiana na wewe jamaa yako. Kwanza jamaa yako mwenyewe haeleweki, makazi yake wapi, mara ametoka Mwanza sijui mpaka huko Mbeya kuja kufuatilia pisikali. Kwa ina maana pisikali kule Mwanza haziko, ziko zote za mchongo, hazina shanga au hazina nini. Sasa kamwambie vizuri kwamba mimi simuhitaji, na akiendelea kunifuatilia saizi nitakachoamua nitampeleka mahakamani, nitamshtaki kwa kosa la kunibaka. Na kama wewe utaendelea kuja hapa nyumbani, na wewe nitakushtaki, nitakufungulia kesi ya unataka kunivamia. Kwa hiyo kama utaendelea kunifuatilia wote mtajikuta mpo ndani. Sasa Mwajuma, usifike mbali huko. Huko unaenda kupanic, unakosea. Mimi nilikuwa nasemaje mwenzio? Tutengeneze mpigo pesa sasa Mwajuma, kwa sababu huko ulikoenda umeenda mbali kama maji ambayo hajatulia. Sasa sikiliza, mimi mwenzio nasemaje? Nasema hivi kwamba mimi nimemwambia pale, nimemwambia Mwajuma ana shida na 200,000. Kwa hiyo hapa nataka Mwajuma tutengeneze mpigo pesa wa kueleweka. Ya kitoyo 200,000, wewe unakula 100,000, mimi nakula 100,000. Maisha yanaendelea hapa mjini, maisha magumu. Yesi amesema nakupenda kweli, ana hela. Japo nilipomwambia swala 200,000 anadai kwamba hivi eti wewe uende kule hiyo 200,000 ukachukulie geto.
Sasa hapo nikasema huyu naye mbona analeta mambo ya ajabu. Kwa hiyo mimi Mwajuma nakuaminia. Hebu uende ghetto kule ukamwambie vizuri kwamba na shida na 200,000 ndio niolewe na wewe. Akisema mzigo eti hilo nalo neno. Kumbe unaongea point muda mwingine niende kwa yule King Maswaga eti nikamweleze kuhusiana na hiyo 200,000. Akitupatia 200,000 wewe unakula 50,000, mimi nakula 1,500,000. Hilo nalo neno. Sasa mimi kama Mwajuma ngoja niende. Yule atakuwa na hela, ngoja tukampige pesa. Hapa Mbunyi apewe, ataisikia kwenye vyombo vya habari. Ngoja niende kwa sababu vijana kama hao ambao wajitambui hawana hela kwa kupeleka, inabidi kuwafilisi mpaka wachanganyikiwe. Maana wenyewe wao wanasema wakiipata wanaichapa mpaka ichanganyikiwe. Na sisi tukimpata buzi kama hili tunalichapa mpaka lichanganyikiwe. Hili ni buzi. Maana kila siku naliambia sivitaki alinielewi. Sasa liambie kwamba hivi kesho Jumapili nakuja gitoni kwake. Kaliambie hivyo nakuja gitoni kwake kesho Jumapili. Tuongee vizuri huko. Nilichape pesa mpaka lichanganyikiwe. Amesemaje? Amesema hivi Jumapili eti anakuja. Kwa hiyo jiandae, uwe vizuri, uwe safi kwa sababu anakuja hapa eti ichapo mpaka ichanganyikiwe. Kwa hiyo wewe inabidi ukae ukiwa smart kabisa ndugu yangu, au sio? Jumapili anakuja, jiandae. Ule mtoto hadi ameelewa nimefanya kazi wewe. Acha kabisa. Mimi nimetema madini kule ya uhakika. Kwa hiyo Jumapili usiniangushe jamaa yangu. Atakachokihitaji yeye mpe. Kama una sasampa, wewe mpatie hata sasampa za kuzidi. Tunaelewana jamaa yangu? So niangushe anze kunilaumu mimi. Ila Jumapili anakuja, kama sasampa ipo hata kidogo wewe mpe. Kwa sababu nimeongea kule ndugu yangu. Acha kabisa. Wewe hebu kana kataa vile mchezo. Sasa Jumapili anakuja sasa. Haya. Sawa ndugu yangu. Nakubali. Mimi nakupendeaga hicho wewe. Jumapili kwa kweli anakuwa kwenye ubichi sasa. Sasa mambo yameisha. Yaani nakuhakikishia jamaa yangu mimi Jumapili nitampa kila kitu na nitaenjoy sana. Yaani mambo hapo yameisha, naamini kabisa. Kama amekubali na kuaminia sana jamaa yangu. Najua nilikuwa nawaza sana lakini kwa hilo kuisha. Jumapili na kuahidi hata wewe nitakutoa out kwa gharama yoyote ile kwa sababu mimi najua hilo limeisha. Yaani aisee, jamaa wangu umefanya vizuri sana. Mimi nakuamini sana. Sasa babu King Maswaga hapa nimelizika. Baadaye nitakutoa hela ya soda. Ukanywa hata soda kidogo kwa sababu alikuwa mbishi kuelewa, lakini sasa amenielewa. Hapo mimi nakwambia King Maswaga umefanya jambo la maana sana. Tampa kila kitu.